ni sawia na wewe kama janga tu. Ni janga kubwa sana. Janga kama vile la uviko 19. Labda hata zaidi. Kwa sababu uviko wa juu umekuja mwaka 2019 hapa nchini Kenya. Sasa unaona kwamba ni zaidi hapo. Ukianza kuangalia historia ya Kiswahili kuanzia Interterritorial Language Committee ya mwaka 1930, unaona kwamba ni changamoto kubwa sana kimepitia. Kimepiganiwa, tunaendelea kukipigania. Kwa hivyo ni lulu kama ulivyosema, mama thamani kitu ambacho kina thamani. Lazima tukipiganie. Kweli. Kama maana heri uwe mnyonge wa chochote kile lakini usiwe ni mnyonge wa lugha. Kweli. Kwa sababu hakuna lakini ukiangalia unaposema kwamba afadhali uwe mnyonge wa kitu chochote lakini ila sio lugha. Kwa mfano ukiangalia tafiti za Mazrui imeandika sana kuhusu Kiswahili. Profesa Lamin Mazrui. Na ukiangalia utafiti wake wa mwaka 2002 hapo anazungumzia kwamba anasema kwamba iwapo utamnyima mtu basi usimnyime lugha yake ya kwanza. Anasema kwamba nchi ambazo zimeendelea, kwa mfano Ufaransa, Ujerumani, Japani, kwa njia moja au nyingine pia katika Uchina wanatumia lugha yao ya kwanza. Sasa hebu angalia sisi hapa tuseme, sidai kusema Kenya kwa sababu ni tatizo linalotokea katika mataifa ya Afrika mengi sana. Sasa tutaendeleaje